mwambie wewe lugha mbaya hiyo. Ni hivi, ulimi ni kiungo kidogo lakini ni hatari. Wakati unaposimama kwenye madhabahu, there is pulpit speeches hapa. Lazima uchunge unalolinena hapa. Si kila kitu ni kuongea. Ni sawa? Kile unachokitamka hapa kinatembea na shetani anakishika. Kwa hivyo atawaleta, na kwa sababu wewe huna shida, ni wache waende. Baada ya kuja watatulia, wataenda akuletee. Sasa kazi yako itakuwa ni kulea wakiwa wamekomaa, badala ya kuzaa matunda wanaenda. Na wakifika kwa maboje, anawakumbatia, anawalea, wanaanza kujenga kanisa hapa na kuendelea. Kwa sababu wewe sio mlezi. Mtumishi wa Bwana, kiongozi ni mlezi. Halo? Tuko pamoja? Maana si kwamba ondoka mwende maana watakuja wengine. Bwana anakupa tena na kuangalia. Amekupa leo 20. Ukiwatunza vizuri anakuongezea 50. Ukiwatunza vizuri anakuongezea 100. Ukiwatunza vizuri anakuongezea. Lakini ikiwa si mlezi, hata wale 10 atawapunguza. Ndio wanasema basi watieni moyo wanyonge, tena wavumilieni. Kuvumilia ni upendo. Maana ya kuvumilia ni upendo wa kuteseka. Unajua mtu ambaye hakupendi alafu unamvumilia, unamvumilia vile alivyo na unampenda vile alivyo. Ni sawa? Mimi hapa niko na baraza langu hapa, lina miaka 18. Sijalivunja miaka 18. Si ni miaka mingi sana? Sana. Basi ni kwa sababu lote liko sawa. Hata muulize mwenzako, kwa sababu lote liko sawa. Sababu lote liko sawa. Kunafika wakati tunavumiliana, maana sote ni dhaifu. Tunavumiliana, tunafundishana siku baada nyingine, ili watu wakomae, wawe watu wazima. Amen. Maana kukomaa ni hatua ya mtu kubeba uamuzi ndani ya moyo na kubadilika. Amen. Ni kama mtu akiokoka leo, tunaokoka kwa kukiri Yesu ni Bwana. Tukiokoka mtu amekiri, Roho Mtakatifu anaingia ndani yake. Lakini ukombozi unategemea mtu mwenyewe. Ndio. Ni sawa? Amen. Mtu anaweza kaa kanisani miaka 20 na awe bado anafanya mambo ambayo hayafai. Ndio. Kukombolewa ni mtu uamuzi. Maana Mungu alitufanya kwa mfano wake mwenyewe. Amen. And the image of God created us. Katika mfano wa Mungu akatumba. Alitumba kwa sababu ameweka sense ndani yetu. Ndiposa anasema uamuzi ni wako kuchagua mema na mabaya. Pale bustani Edeni, alipowaweka pale bustani Edeni, Adamu na Hawa, aliwapatia uamuzi wa kuchagua mema na mabaya. Kwa hivyo uamuzi wa kukombolewa ni uamuzi wako, ukombolewe ama ukatae kukombolewa ni wewe mwenyewe. Ndiposa mtu anaweza kuokoka leo na akombolewe leo, na mwingine aokoke akae kanisani miaka bila kukombolewa. Haleluya. Haleluya. Na yule aliyekombolewa, jambo la kwanza anaogopa dhambi. Jambo la pili, anapata ufahamu wa kimungu. Ndio unaona mtu anaweza kuwa ameokoka, lakini kukombolewa ni uamuzi. Anaweza kuwa pale alikuwa anakula tumbako kwa mfano, tena abaki kula tumbako akiwa kanisani miaka yote. Ni kwa nini? Alisikii neno la Mungu. Maana ukombozi ni mtu uamuzi wa moyo. Akiamua anaweza kukombolewa. Mtu na tabia zake mpaka akombolewe. Ukitaka kutoka katika tabia fulani lazima ukombolewe. Amen.
Ukitaka kutoka katika tabia ya uchoyo lazima ukombolewe. Ukitaka kutoka katika tabia ya vita lazima ukombolewe. Ukitaka kutoka katika tabia ya zina lazima ukombolewe. Ukitaka kutoka katika tabia ambayo hampendezi Bwana lazima ukombolewe. Ukitaka kutoka katika tabia ya kiburi lazima ukombolewe. Kwa hivyo tuheshimu viongozi kwa sababu wanafanya kazi kwa bidii kwa ajili yetu. And the church, the Pentecostal church, usiku Mungu akawa ananiambia kanisa la kiroho limekosa kuheshimu madhabahu. Tumekosa kuheshimu madhabahu. Kanisa la kiroho. Mungu akawa ananiambia watu wengi kanisa la kiroho limekosa kuheshimu madhabahu. Kweli baba, kweli. Yaani wamefika wakati wamezoea madhabahu.